Yes, hapa ni wapi? Hapa ni Makumbusho. Yamkini ulishaye kufika au hujaye kufika, lakini napenda nikufahamishe kwamba hapa ni Makumbusho Dar es Salaam katika wilaya hii ya Kinondoni. Na leo nimeweza kufika hapa kwa lengo moja tu, kuhakikisha kwamba tunaweza kufahamu mambo mengi kuhusiana na barabarani. Kama mara nyingi ambavyo nimekuwa nikijitambulisha kama mimi naitwa Moses Kimwaga, baraza namba moja kabisa usalama barabarani, kuhakikisha kwamba unaweza kufahamu yale ambayo kimsingi huenda ulikuwa haufahamu kuhusu barabarani. Na leo nakwenda kuzungumza na madereva lakini pia na makondakta wa stendi ya hapa Makumbusho. Haswa kubwa nataka kufahamu kwenye kipindi hichi ni kujua changamoto za barabarani, lakini pia kwa uzoefu wao mambo gani ambao wanapitia pia madereva katika tasnia yao. Hivyo tunaweza kufahamu mambo mengi sana kuhusiana na barabarani. Hivyo ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, utaweza kuyafahamu mengi zaidi na yatakupa elimu pia kimsingi. Yes, kama nilivyokuarifu hapo awali kwamba bado tutaendelea kujikita hapa Makumbusho kwenye stendi kubwa kabisa ya daladala, na hasa kubwa tukiendelea kutoa elimu kuhusiana na masuala ya usalama barabarani. Na niko hapa na mkongwe kabisa, atatuambia yeye anaitwa nani, lakini pia uzoefu wake ni wa kipindi cha muda gani barabarani, na mengi ambayo tutaweza kujifunza hekima za barabarani kutoka kwake. Bwana, heshima yako brother. Heshima yangu safi tu bwana. Habari yako wewe? Salama. Unaitwa nani lakini pia mkazi wapi? Kwa jina naitwa Sudi Luta. Naishi Mbagala. Mbagala, wewe una uzoefu wa kipindi cha muda gani toka umeanza kwenye tasnia hii ya udereva barabarani? Na miaka mingi sana kutoka kwa barabarani, na miaka mingi sana, karibia miaka 30 nafika. Bwana, miaka 30? Umri wa mtu? Nafika. Kwa uzoefu wako, unaweza kutuambia katika miaka 20 ya 30 hiyo, ushakufanya ajali pengine yoyote ambayo kichwani mwako haikuondoki toka miaka hiyo? Sijawahi kufanya ajali ambayo iliyoshindikana kutoka kwenye kichwa changu. Ni ajali za ndogo ndogo tu za kawaida kama ajali 2-3 basi. Sijawahi kufanya ajali ya kuweza kusababisha kwamba isitoke kichwani kwangu. Gari ishapinduka? Hapana, ni ajali tu ambazo ndogo ndogo tu kama kupigana pasi, kupasuliana side mirror tu basi. Sijawahi kupata ajali ya kusema kwamba eti igande kwenye kichwa changu mpaka leo hii niwe na kumbukumbu nayo, hapana. Kwa uzoefu wako wa kipindi cha miaka 30, udereva wako ulijifunza darasani au ni ule ulianza tu kujifunza kwa watu? Tulianza udereva ule wa mtaani, lakini baadaye serikali ikatuambia kwamba tuingie kwenye masuala ya kozi fupi zile. Nimepitia kozi fupi kwa ajili ya kujua sheria za usalama barabarani mpaka hapa nilipofikia. Okay. Unaweza kutambia pengine labda kwa ninyi uzoefu wenu wa kazi, pengine ni majira gani ambayo huwa mnaamka sasa kuanza kazi yenu rasmi kwa siku? Timetable ya kazi zetu sisi asilimia kubwa kama hapa Makumbusho Posta kwenye ruti ambayo ulionikuta, sisi mara nyingi saa 11:30 ndio gari ya kwanza inaondoka hapa. Hiyo inaenda mpaka saa 3:30. Hii ruti inakuwa imeshamaliza mzunguko wake kwa magari yote ambayo yaliopo kwenye ruti hii ya Makumbusho Posta. Uhusiano wenu kati ya nyinyi madereva, makondakta lakini pia wapiga debe huko kwenye vituo vya stendi upoje labda katika maisha yenu ya utafutaji wa kila siku? Okay, sasa hii barabara yetu sisi hii haina changamoto hizo za wapiga debe wa barabarani wale wasumbufu. Sisi ruti yetu hii tuna makondakta wetu tu hao tuliokuwa nao kwenye magari ndio hao tu. Haina changamoto ya kusema kama labda utoke hapa kwenda Mbagala studio utawakuta wapiga debe, sijui Magomeni utawakuta wapiga debe, sijui kwa Aziziali utawakuta wapiga debe wanasumbua wale maarufu wanaitwa kama mateja sijui. Hii ruti yetu sisi haina mambo hayo. Haina kero hizo. Ni kimsingi mmewalea wenyewe au ni vile tu kwa sababu maisha ya Kitanzania tunachukuliana? Ni maisha tu. Wale sana ni maisha tu, kwa sababu hata ukisema uwafukuze wataenda wapi? Kwa hiyo kwa sababu sisi wa Tanzania tunaishi kama ndugu, kumpa 200 baada ya kuja kukujazia abiria wawili watatu kwenye gari yako, ukimpa 200 ukimpa shilingi 100 inakuwa kama tunalindana, kama wanalindana kwenye hizo ruti ambazo nilizokuambia wanazokutana na changamoto hiyo. Tofauti na hii ruti ambayo ninafanya kazi mimi Makumbusho Posta haina changamoto hizo. Kwa uzoefu wako labda kwa kipindi ambacho unafanya kazi, kuna ajali nyingi ambazo huwa zinatokea barabarani. Inaweza kuwa wewe pia huja miongoni mwa chanzo cha ajali kufanya ajali. Leo. Lakini kwa uzoefu wako kwa kipindi chote, unafikiri vitu gani ambavyo umeshuhudia vikisababisha ajali hasa kwa kiasi kikubwa? Ajali asilimia kubwa ni uzembe tu. Ajali ni uzembe, kutokuwa makini. Wewe unaweza ukawa makini
lakini unaweza ukasababishiwa na mtu mwingine. Hata sisi madereva magari ya abiria, sisi tuko makini sana, kwa sababu sisi toka alfajiri hiyo ninayokuambia saa 11:30 mpaka saa 3 mtu unaendesha gari, japo katika sheria za barabarani haziruhusu kuendesha gari muda huo, lakini kwa ruti tunazofanya kazi sisi, kwa sababu ukifika posta unakaa foleni unapumzika, ukifika makumbusho unakaa foleni unapumzika, kwa hiyo unakuwa huna uchovu wa kusababisha kutokuwa makini barabarani. Lakini asilimia kubwa madereva wanakuwa wanatusumbua sisi madereva sana sana wa gari hizi ndogo hizi, ndio wao vipimo vyao vinakuwa vinatusababishia sisi matatizo barabarani, lakini asilimia kubwa ajali ni uzembe tu. Kama madereva wote tunakuwa tuko makini barabarani, haziwezi katokea ajali za kipumbavu. Ajali ni uzembe tu. Vitu gani vidogo vidogo pengine ambavyo unaweza kudhani vinaweza vikasababisha ajali, pengine vidogo vidogo ambavyo mwingine anapuuzia kama ni dereva mwenzi? Kwa sasa hivi vitu ambavyo vinavyosababisha ajali sana, simu. Hasa kwenye magari madogo, matumizi ya simu yanachangia sana kusababisha ajali. Unamkuta mtu yuko bize na simu, ghafla kumbe gari ambayo anaifuata imesimama, yeye yupo bize na simu, kuja kutamaki amefika kwenye tukio anagonga. Asilimia kubwa simu, na hata ukienda kusoma kwenye vyuo vyote, ukienda kusoma na kila mwalimu anapokuwa anaingia darasani mwenye kipindi anaongelea swala la simu. Sisi ambao tulikuwa tumepitia hizo kozi, short course hizo, tunaelewa tatizo hilo, lakini wao madereva magari madogo bado hawajaenda kusoma, wengi wao hawaelewi tatizo hilo, lakini simu ndio changamoto kubwa ya ajali barabarani. Unasimama na gari kwenye traffic light, taa zimeruhusu mtu aendeshe gari mpaka umpigie honi, ukimfuatilia alikuwa anaongea na simu. Kwa hiyo ajali, matatizo madogo madogo ambayo nilikwambia, sana sana tatizo kubwa kati ya matatizo madogo madogo hayo, simu ndio sababu kubwa. Mimi miongoni mwa watumiaji pia wa hivyo vyombo vya usafiri kama bajaji lakini pikipiki. Mara nyingi nilikuwa nimekishuhudia ajali nyingi sana kati yenu na bajaji au pikipiki. Kuna bato kati yake ya kuini mteja au kuna shida gani nyingine? Uelewa wa matumizi ya barabara au kuna kitu gani kipo katikati? Hapana, sisi tuna competition barabarani za kazi, lakini sio na bodaboda au na bajaji. Mara nyingi nakuaga sisi wenyewe tudaladala kwa daladala kwenye ruti zetu. Bodaboda tunaziona ajali zao, bajaji tunaziona ajali zao. Ajali zao asilimia kubwa sana ni gari ndogo na wao. Sisi kwa sababu vituko vya bodaboda na vituko vya bajaji tunavielewa, kwa hiyo tunakuwa makini nao sana, lakini ajali nyingi sana za barabarani bodaboda, bajaji na gari ndogo. Sisi tuna competition barabarani, lakini sio na wao. Mara nyingi tunakuwa sisi wenyewe kwa wenyewe, gari ambazo zilizopo kwenye ruti yetu. Lakini pia ninyi mnapambana kila siku kuhakikisha kwamba hesabu ya boss pia inakaa sawa, lakini ninyi pia mnapata chochote kitu. Hii pia nayo kwa kiasi gani huwa inapelekea hiyo pressure kusababisha ajali pengine kwa miongoni mwenu? Kwa sisi hatuna pressure ya kusema tufanye kazi kwa pressure mpaka kufikia kusababisha ajali eti kwa sababu natafuta hela ya boss. Hesabu zetu zilizopewa na matajiri zetu tumeziafiki, tumekubaliana nazo, na sisi tunapata posho na tunapata pesa za mafuta kurudishia kwenye magari yetu. Hatujafikia hatua hiyo ya kusema tufanye kazi barabarani kwa uhatarisho tu kwa sababu tumepewa hesabu na matajiri zetu. Hatujafikia huko. Sawa. Unaweza kutueleza pengine kitu gani ambacho kimekuimarisha zaidi kwa miaka 30 zaidi unasema kwenye tasnia ya udereva? Kitu gani ambacho kilikuvutia zaidi mpaka uendelee kuwa mpaka sasa bado ni dereva pia na hutaki kustaafu pengine? Nasomesha watoto wangu kwa sababu ya kazi hii. Nina makazi yangu kwa sababu ya kazi hii. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vilivyosababisha kwamba nishindwe kuondoa kwenye kazi hii, na isitoshe hata muda wangu wa kufikia kustaafu bado haujafikia. Sasa hivi na miaka 52 kustaafu kwenye shagari za abiria miaka 60 na miaka 8, kwa hiyo bado. Zile kashikashi pengine za mapolisi njiani barabarani huwa wakati mwingine hazisababishi ajali, labda wewe kwa uzoefu? Maaskari hawezi kutusababisha sisi tusababishe ajali, kwa sababu wao wapo kwa ajili ya kutuangalia sisi, na sisi vile vile tupo kwa sababu ya kuheshimu sheria za usalama barabarani. Wao wenzetu wanasimamia sisi tusizivunje, na sisi tunazisimamia tusizivunje. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote kati yetu. Hakuna ile ya kukimbia kukwepa chochoro hapa na pale. Hiyo sometimes ipo. Sasa hivi ukiangalia kama hizi barabara nyingi kuna ujenzi, barabara nyingi kuna ujenzi, ruti nyingi kuna ujenzi. Sasa hiyo kuchepuka kwa sasa hivi ipo, ni kwa sababu ya ujenzi wa barabara hizi za mwendo kasi. Hiyo hatuwezi kuikwepa, hiyo ipo kwa sababu ya changamoto ya barabara mwendo kasi. Okay. Labda katika uzoefu wako katika kipindi chochote, kitu gani ambacho kilichokupa kero mpaka usema hii kazi natamani kuiacha? Kero kwa kipindi cha nyuma sana, wakati sina miaka mingi sana kwenye kazi hii, kero zaidi ilikuwaga wanafunzi.
walikuwa wanasumbua kipindi kile, wanafunzi watambaza, wanasikia wameua makondakta, sijui wamewapiga madereva, sijui. Lakini usumbufu sasa hivi hamna, watu wengi wameelimika, watu wa magari wameelimika, na wanafunzi wenyewe pia siku hizi wameelimika, wamekuwa na adabu. Kwa hiyo hakuna ukorofi wote sasa hivi kusababisha kwamba eti nione kazi yangu ngumu mpaka ifikie hatua kusema kwamba eti kazi inanisumbua kichwa. Hicho kitu hakipo. Sawa. Kwa uzoefu wako unafikiri kwa kiasi gani nchi yetu labda inahitaji elimu ya usalama barabarani kwa kiasi gani? Jeshi letu la polisi, nchi yetu yani wananchi pia kwa jumla. Mimi naona asilimia kubwa hawa madereva magari madogo hawa wangefanywa mpango na wao vile vile wapate elimu ya usalama barabarani, sababu sisi tumejitambua hivi vio vilivyopo hivi, na baada sisi kupigwa msasa. Sisi zamani tulikuwa tunapiga overtake za ajabu, tunafanya fujo za ajabu na magari, lakini baada ya kwenda kule kusoma tumekuwa tumeelewa yani ustaarabu wa kuendesha gari barabarani. Lakini madereva magari madogo wengi sana wanasumbua kwa sababu wao hawajaenda kusoma. Ikiwezekana na wao wapatiwe hii misasa ambayo kama tulioipata sisi madereva wa hizi gari za abiria, kidogo ajali zitazidi kuepukika. Kama nilivyokuambia hapo nyuma, wewe na abiria wako na gari yako unaweza ukawa makini sana barabarani, lakini sasa ukasababishiwa na mtu ambaye hajapata elimu, ilikuwa tatizo. Barabara pengine kujengwa mara kwa mara, labda hii nayo pia haiwezi kuwa changamoto kwenu nyinyi pengine katika kazi zenu za kila siku? Barabara inayojengwa sasa hivi ni barabara za mwendo kasi. Hizi hazijengwi mara kwa mara, ndio zinajengwa sasa hivi. Lakini zinasababisha foleni pengine. Zinasababisha foleni, si maendeleo hayo. Si maendeleo. Foleni zinasababisha, lakini ndio maendeleo, na ndio zinatengenezwa sasa hivi. Hazijawahi kutengenezwa ukasema zinabomolewa, sasa hivi zinatengenezwa tena, ndio zinatengenezwa sasa hivi. Kwa hiyo ni maendeleo, huwezi kuyakwepa maendeleo. Wito wa mwisho kwa watu ambao wanakutazama hapa kuhusiana na masuala ya barabarani, kitu gani ambacho unachokuambia watembea kwa miguu, lakini pia madereva wanaochipukia pia au wengine ambao wapo kazini pia kwa kipindi cha muda mrefu, kitu gani ambacho tukifanya sasa hivi ili kuepusha ajali ambazo sio za lazima barabarani? Sasa kuhusu swala kuepusha ajali zaidi kwa watembea kwa miguu, ukienda shule unaambiwa watembea kwa miguu watembee upande yani watazamane na gari uso kwa uso. Zaidi ningependa kuwaeleza watembea kwa miguu pindi wanapotembea barabarani watembee upande ambao kwamba wanatazamana na gari uso kwa uso. Gari hata kama ikifeli breki, ikipasua tairi, anakuwa rahisi kuiona na kuweza kujitetea. Mtembea kwa miguu asipende kutembea kwamba nyuma yake ndio gari inatoka, yeye anakwenda, gari anakuwa amepa kisogo. Wao zaidi ndio ningependa kuwaeleza kiusalama zaidi kwamba wawe makini katika kutembea kwao barabarani. New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro, Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali, kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki. Tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Mafunzo yanaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847004. Karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora.